Bwana Yesu asifiwe, mwanangu mzuri wa nuru, na kusalimu katika jina la Yesu. Ninaamini wewe ni mzima na Bwana Yesu wangu na wewe anaendelea kukutunza. Leo ni siku nyingine tena nzuri kabisa. Ninaamini umeketi na umekwisha tulia tayari kwa ajili ya kusikiliza hadithi zetu nzuri za Biblia. Kila siku nakwambia hatusikilizi tu hadithi, lakini tunajifunza. Kwenye kila hadithi kuna mafunzo. Na leo niko na wewe tena Teacher Tiva, tayari kwa ajili ya kukufundisha na kukupatia hadithi ya moto moto sana kutoka kwenye Biblia. Can you guess what? Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya kusisimua, hadithi ambayo inawafurahishaga sana watu na watoto wazuri kama mimi na wewe, lakini pia ni hadithi ambayo ina mafundisho mengi na mazuri sana. Naam, hadithi yetu ni kwa habari ya Yesu na Zakayo. Unamfahamu Zakayo? Umewahi kumsikia Zakayo kwa Biblia? Sio yule Zakayo rafiki yako, jirani yako na yule wa shule. No, Zakayo wa kwenye Biblia. Na leo tutaangalia hadithi nzuri ya Yesu pamoja na Zakayo. Nini kilitokea na nini kilijiri? Kaa chini utulie, Teacher Tiva nikusimulie. Very good. Now, story yetu hii ya leo inatokea kwenye kitabu chetu kizuri cha Luka Mtakatifu. Rudia nyuma yangu, sema Luka Mtakatifu. Sema kwa sauti zaidi. Very good, very good. Inatoka kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 19 mstari ule wa kwanza na kuendelea, na zaidi mpaka mstari ule wa 10, lakini sisi tutasoma kidogo kidogo, na mimi Teacher Tiva kama kawaida niko hapa kukurahisishia wewe mtoto wangu mzuri wa nuru uweze kujifunza kwa urahisi. Nitakusimulia na tutasoma mistari michache tu kwa ajili yako kuiweka moyoni na kama kumbukumbu, lakini nitakusimulia na wewe utajifunza kupitia story na hadithi yetu nzuri ya Yesu na Zakayo. Sasa bwana, kulikuwa siku moja Yesu alipita kwenye mji mmoja. Alikuwa akiwafundisha watu. Pita kwenye mji, anatembea huku watu wanamkimbilia. Sasa siku moja bwana Yesu akapita kwenye mji mmoja. Alipopita watu wakawa wengi. Wakawa wengi, makutano wamekusanyika, wote wanakimbia tena tukamuone Yesu. Kama vile ambavyo mimi na wewe tukisikia Yesu ameshuka, sote tutakwenda. Wengine mkisikia rais amekuja kwenye maeneo yenu mnakimbia kwenda kumuona rais, si ndio? Ndio. Sasa mimi na wewe tukisikia Yesu ameshuka, yuko hapa, hata kama yuko nje ya nchi, yuko nchi za mbali sana, tutatamani kwenda kumuona na tumguse, tumkumbatie, kwa sababu yeye alisema anapenda watoto. Kwa sisi tunataka twende tumuone Yesu, tuambie we love you. Lakini si nishakufundisha Yesu tunaye sisi kila siku, sio kama zamani walikuwa wakimsubiria sehemu moja na sehemu nyingine. But kipindi hiki Yesu yuko wapi? Yes, yuko moyoni. Yesu yuko moyoni, muda wote tuko naye na muda wote tunaweza tukaongea naye. Lakini zamani watu walikuwa wanangoja kumuona Yesu hivi akitembea, anapita, wanakimbia, wanagusa mavazi yake, wengine wanamrukia, watoto wengine wadogo anawabeba na aweka hapa kifuani, anawaambia anawapenda. Sasa bwana, siku moja alipita kwenye mji mmoja na watu walikuwa wengi sana. Walikuwa wengi sana, wote wameenda kumuona. Lakini katikati ya wale watu kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Zakayo. Bwana Zakayo, na yeye akasema na mimi nataka nikamuone nani? Yesu. Lakini unajua shida ya Zakayo ilikuwa nini? Zakayo alikuwa ni mfupi. Unacheka Zakayo alikuwa ni mfupi. Zakayo alikuwa mfupi. He was too short. Alikuwa ni mfupi sana. Sasa just imagine mwanangu mzuri, tumeenda tumeenda sehemu moja kwa ajili ya kuangalia kitu fulani, lakini tumekutana na watu wengi sana, na wewe mwanangu mzuri ni mfupi. Utafanya nini na wewe uweze kuona? Yule Zakayo akasema hapana, nitapanda juu ya mti.
akatafuta mti mmoja wa mkuyu mkubwa, akasema nitakwenda kule juu ili niweze kumuona Yesu. Tunajifunza hapo moyo, moyo wa Zakayo. Hakukata tamaa hata kama alikuwa mfupi, hata kama watu walikuwa wanamzonga wengi, wanamkanyaga wengine, wanamsukuma mbali, lakini hakukata tamaa. Alitafuta mbinu ya kuweza kumuona nani? Yesu. Akasema nitapanda juu ya mti ili mradi tu niweze kumuona nani? Yesu. Bwana, habari njema ni hii hapa. Zakayo kweli akapanda juu ya mti, akapanda mpaka juu ya mti. Yesu akamuona. Sema Yesu akamuona. Yesu akamuona na akamwambia, Zakayo, shuka juu ya mti, kwa kuwa leo nitakuja nyumbani kwako. Wow, can you imagine from climbing the tree, kutokea kwenye kupanda mti, kusongamana na makutano na watu wengi, mpaka Yesu anakuambia nitakuja nyumbani kwenu. Wow, this was a very good news kwa Zakayo kuipokea. Ilikuwa ni habari njema kwa Zakayo kuweza kufanya nini? Kuipokea. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii hapa, mwanangu mzuri. Unapokuwa tayari na unapokuwa na kiu ya kumuona Yesu kwenye maisha yako, haijalishi wewe ni mdogo, wewe ni mfupi, wewe ni mrefu, wewe umesoma sana, wewe hujasoma, wewe una wazazi au hawapo, ili mradi tu unatamani kumuona Yesu kwenye maisha yako, huo moyo Yesu anauona, na akiuona atakwambia kama alivyomwambia Zakayo, nitakuja nyumbani kwako ili usiteseke kupanda juu ya mti. Je, angeanguka? Angevunja mkono wake Zakayo? Angeweza hata kuumia, lakini kwa sababu Yesu ni wa upendo, akasema nitakuja nyumbani kwa nani? Nyumbani kwako, wewe mtoto wa nuru. Very nice. Sasa nataka tusome. Nimekwambia tunasoma kwenye kitabu gani mwanangu mzuri? Ile kitabu chetu cha Luka 19. Nimekwambia utaanzia mstari ule wa kwanza, lakini mpaka wa 10 na kuendelea. Lakini mimi leo tutasoma maandiko mafupi. Tusome kwanza ule mstari wa 3. 19 Luka mtakatifu mstari wa 3, Biblia inasema hivi: huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Hapa alikuwa anamzungumzia Zakayo kwamba alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni wa namna gani. Huyu Yesu nasikia anaponya watu, anaponya makutano, na mimi niweze kumuona. Lakini hakuweza. Kwa nini? Alikuwa ni mfupi, lakini ufupi wake haukumzuia kumuona Yesu. Nimekwambia alifanya nini? Zakayo aliposhindwa kumuona Yesu alifanya nini? Akapanda juu ya mti na yeye apate kumuona nani? Yesu. Na alipopanda juu ya mti, Yesu akamwambia, don't worry, wewe shuka chini ya mti, mimi nitakuja kabisa nyumbani kwako, tutakaa pamoja, tutakula, tutafurahi. Huu ulikuwa ni moyo mzuri wa nani? Wa Zakayo. Sasa Bwana, wale makutano waliokuwa pale, wale watu wengi wakaanza kulalamika, wakaanza kunungunika, hapana Yesu, unaendaje kwa Zakayo? Kwanza Zakayo ni mtoza ushuru. Unamjua mtoza ushuru? Mtu anayekusanya kodi. Mtu anayepita dukani kwa mami kule, anamwambia nakudai sasa hivi shilingi 10,000. Anapita anachukua pesa. Kwa watu walikuwa wanamchukia Zakayo. Walikuwa hawampendi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtu mtoza ushuru, anapita anakusanya pesa za watu, lakini alikuwa hawaibii. Alikuwa hawaibii, lakini alikuwa tu anakusanya pesa. Kwa watu walikuwa wampendi, nao wakawa wananung'unika, wanasema, Yesu, utaendaje nyumbani kwa Zakayo wakati yeye ni mtoza ushuru, na yeye sio mtu mwema? Hapa Yesu aliwafundisha watu kitu kizuri ambacho mwanangu mzuri wa nuru nataka nikufundishe na wewe pia. Cha kwanza kabisa nilichokufundisha ni kuhakikisha una moyo na bidii ya kumtafuta Yesu kama nani? Zakayo. Hata kama alikuwa mfupi, bado alipanda juu ya mti aweze kumuona nani? Yesu. Kitu cha pili ni hiki hapa. Yesu anasamehe watu. Yesu aliwajibu watu akawaambia, Mwana wa Adamu alikuja kuwatafuta na kuwaokoa watu walio
potea. Kama kina Zakayo ambao wapo dhambini, manake ni nini? Hutakiwi kuwachukia watu ambao wako dhambini, lakini unatakiwa kuwapelekea nuru, neno la Mungu, kuwapelekea habari njema, kuwaonesha upendo, kuambia kwamba Yesu anawapenda na wanatakiwa wafanye nini? Nao waokoke, wampende Mungu kama wewe unavyompenda Mungu. Tusome ule mstari wa 10. Baada ya watu kuwa wamenungunika kusema Yesu, huwezi kwenda nyumbani kwa Zakayo kwa sababu 1 2 3 and 4. Yesu akawajibu akamwambia hivi. Tusome kuanzia ule mstari wa 9. Akasema Yesu akamwambia nani? Zakayo. Akamwambia hivi, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa manake Yesu ni wa upendo, alikuwa hawatengi watu. Yeye alikuwa hawatengi. Yeye alikuwa anaenda kuwaambia habari njema na anawaonesha upendo. Na alipokuwa akionyesha upendo kweli, wale watu walikuwa wakifanya nini? Wakiokoka. Tunamwona mpaka Zakayo naye akaacha kabisa hiyo kazi na akampenda Mungu, akamfuata Yesu. Akaacha habari zake zile za kukimbia huku na huku, kuchukua pesa za watu and whatever. Kwa hiyo mwanangu mzuri, kupitia hii hadithi nzuri ya Yesu pamoja na Zakayo, wewe unajifunza nini? Ndio, tunajifunza kwamba Yesu kwanza kabisa anatupenda. Si ndio maana alikuwa anapita kwa watu anawaongelesha habari njema za ufalme wa Mungu? Ndio. Lakini pia tunajifunza kuwa na moyo wa kumtafuta Mungu bila kujalisha umri, bila kujalisha ufupi wala urefu, weupe au weusi, umesoma ama hujasoma, nyumbani baba anaendesha gari au haendeshi gari, ana nyumba nzuri au hana nyumba. Sisi tunachotakiwa kukifanya ni kumtafuta Mungu. Tukimtafuta yeye anaonekana, na anaangalia moyo wetu na anatupatia favor, anatupatia upendo na upendeleo wa kuja mpaka nyumbani kwetu. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba anakuja karibu na sisi kutusaidia vile vitu ambavyo hatuviwezi. Tumeona Zakayo alishindwa kumuona Yesu kwa sababu alikuwa mfupi, lakini alipoonyesha moyo mpaka kupanda juu ya mti, Yesu alikuja nyumbani kwake. Maana yake ni nini? Alimrahisishia kazi. Alimrahisishia kazi ili apate kufanya nini? Kumuona. Lakini pia tunajifunza kwamba Yesu anasamehe watu. Anasamehe. Aliweza kumsamehe Zakayo pamoja na kwamba watu walikuwa wampendi, pamoja na kwamba alikuwa ni mtoza ushuru, pengine alikuwa anachukua pesa zaidi za watu, lakini Yesu anasamehe watu. Aliweza kumsamehe Zakayo na akampokea. Lakini pia tunajifunza jambo lingine kwamba Yesu anabadilisha maisha. Anabadilisha maisha. Mtu alikuwa anaishi maisha mabaya, Yesu anampa maisha mazuri. Mtu alikuwa anaishi maisha yasiyompendeza Mungu, Yesu anampatia maisha ya kumpendeza nani? Mungu. Kwa hiyo mwanangu mzuri, leo nataka usiwe na wasiwasi ya kwamba mimi ni mtoto mdogo, mimi ni mfupi, mimi ni whatever, siwezi kusoma hata Biblia bado sijajua kusoma. Ninachotaka kwako ni kwamba uhakikishe una moyo wa kumtafuta Mungu, na ukimtafuta yeye anaonekana kwako. God bless you. Kumbuka tumesoma kitabu chetu kizuri cha Luka Mtakatifu, sura ya ngapi? Umesahau? Sura ile ya 19, kuanzia mstari wa 1 na kuendelea mpaka wa 10 na kuendelea. Ukitaka nenda usome mwenyewe kwa muda wako mzuri, kaa chini, soma hiyo story yote, uone vile ambavyo rafiki yetu Zakayo alikuwa akihangaika, akipita huku na kule anatafuta. Jamani, nawezaje kumuona Yesu? Utaweza kuona pale na utafurahia. Lakini zaidi pia ukiendelea kukaa hapo utaona movie yetu nzuri ya Zakayo pamoja na Yesu, na namna ambavyo makutano walikusanyika na wakawa na mzonga Zakayo. Utaona kwa matendo, utaona kwa macho yako.
God bless you. Nikutakia wakati mzuri sana wa kutazama movie yetu inayofuata. God bless you. Stay there.